Leo nataka nikuzungumzie kuhusu lile tunda alilolila Eva katika bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Haujambo? Leo nataka tuzungumzie neno ambalo linasema ni tunda gani alilolila Eva katika bustani wa Edeni. Lile tunda alilokula Eva katika bustani ya Edeni ni tunda gani? Tunda hili limezungumziwa sana kwa namna mbalimbali, na tatizo kubwa watu wanapozungumzia hili tunda, kila mmoja anataka alieleze namna anavyotaka, namna anavyokusudia, namna anavyolenga katika maisha yake, lakini haulize Biblia, maandiko matakatifu, kinywa cha Mungu aliye hai kinasema nini? Sababu ya ile na hitaji kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu ungelinijia mimi na ukujie wewe mahali ulipo. Hapa unaponisikiliza, basi hitaji Roho Mtakatifu ili usipendelee kuelewa kile unachotaka, lakini uelewe kile ambacho Roho anachotaka. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendwa msikilizaji, ikiwa umefikia kwenye video hii, sio mzaa, sio jambo la kuogota, lakini Mungu amependa leo uelewe sawasawa mapenzi yake, sababu ninaamini Roho wa Bwana yu juu yangu na amenipaka mafuta kukuelezea habari njema. Habari hii inayozungumza kwa ajili ya lile tunda alilokula Eva katika bustani wa Edeni. Basi omba Mungu akupe tena tafsiri zaidi na zaidi, akitumia Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli kuliko hata mimi. Lakini ashukuriwe Mungu, sababu yule Roho Mtakatifu ndiye amenipa somo hili kwa kulileta kwako. Tunapoangalia sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, kwa sura yake ya kwanza mstari wa 26, 27 hata 28, utakuta Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano wa Mungu akawaumba, mume na mke akawaumba. Wote wawili waliumbika kwa siku hiyo moja. Na walipoumbika, kwa mstari wa 28 akawabariki akasema, zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia. Alijua ya kwamba patakuwa habari ya jinsia, mume na mke, na hapa ndipo akaweka namna ya uzao, namna watakavyozaa. Ni hapa ndipo akaweka kiwanda cha uzao, na alipokuwa amekiweka akawabariki. Aliwabariki kama mzazi wa mke na akawabariki kama mzazi wa mume. Ni kwamba hapakuwa tena hatia kati yao kuzaa na kuongezeka. Lakini kwa sura hii ya kwanza tunapoitazama vizuri, utakuta kwa chochote alichokiumba Mungu kiliumbika katika kiroho. Hii ilikuwa ulimwengu wa roho. Sasa tukienda kwa sura ya pili, utakuta sura ya pili ya Mwanzo mstari wa 7, Mungu anafanya kwa ardhi, kwa udongo, anaumba tena sura sasa, umbo la mtu, analifunyanga, anafasone. Kwa Kifransa wanasema kufasone. Donc kusura ya kwanza anatumia verbe créer, lakini kusura ya pili anatumia verbe façonner. Uumbaji huwa unafanyika katika ulimwengu wa roho, lakini utengenezaji unafanyika katika ulimwengu wa mwili. Sura ile ya kwanza ilimaanisha kuumba, wote wawili akawaumba. Ndio sababu inafanya kwamba pumzi ya mume na pumzi ya mke ziwe na thamani moja, zina thamani moja. Huyu mume namna atakavyotoweka ni vile vile mke anavyotoweka. Kile kinachompumulisha mume na ni kile kile kinachompumulisha mke.
ule uumbaji wa sura ya kwanza unakamata sura ya Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kwamba Mungu mwenyewe anaweka sura yake ili amfanye mtu, ndio akafanya mtu kwa sura yake. Lakini kwa sura ya pili anamtengeneza mtu kwa ardhi, kwa udongo, ambayo Mungu yeye si udongo, lakini ndani ya ile udongo akapuliza pumzi ya uhai. Haleluya! Pumzi ya uhai ilipoingia katika ule udongo, ndipo kile kiudongo kikageuka sasa nafsi iliyo hai, na tangu pale kukakuwa vitu viwili, sehemu mbili za mtu. Kuna sehemu ya uungu na sehemu ya udongo. Acha niweke mkato kidogo. Kuna wahubiri wengi wanasema Mungu ni mtu mwenyewe aliyeumbwa kwa Mungu kugusa, lakini vingine vyote viliumbika kwa neno. Hapana, sura yote ya kwanza inaumbika kwa neno, sababu ule ni uumbaji. Sura yote ya pili inarudilia vile vyote, sababu vyote ni ufanyaji, ni utengenezaji. Ukisoma sura 2 ya Mwanzo mstari wa 18 utaona namna hata miti, nyama, vyote viliumbika kwa udongo, na ndio sababu kilichotoka udongoni kinarudi udongoni. Ukikata mti unauacha katika pori miaka fulani, utarudia unakanyanga ule mti, utakuta ulikwisha kugeuka udongo. Ukiua umbwa au mnyama fulani unamwacha, hata kama ungemuzika, baada ya siku fulani utarudia amekwisha kurejeshwa katika mavumbi. Ni kwamba naye alitwaliwa kwa mavumbi. Mungu atusaidie sana. Si huko niliko, lakini nataka kukuonesha lile tunda alilolikula Eva ni tunda gani. Tunda hili liliitwa tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Hili tunda halikujulikana hata sasa. Mimi ukaniuliza sura ya lile tunda silijui, lakini ninajua aina yake ni tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Kuna mtu amekudanganya kwamba Eva alizini na nyoka. Ni uongo. Ndipo akamzaa Kaini, na sababu ya ile Kaini ameitwa kizazi cha nyoka. Hapana, ni bongo. Angalia Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4 tangu mstari wa kwanza, Mungu anaonesha kwamba mume Adamu akamjua mke wake, akamzaa Kaina, uzao wake wa kwanza. Lakini kwa sura ya 3 tayari walikuwa wamekwisha kuanguka. Ni kwamba kuanguka kwa Eva, alikula tunda linaloitwa tunda lenye kupatikana kwenye mti. Lakini kwa nini hatulijui? Hatulijui ni sababu moja tu. Walipokosea wakamuasi Mungu, wakaambiwa wamesikiliza nyoka, wamevunja patano na agizo la Mungu, sababu kutokula ule mti ilikuwa amri. Mungu alisema ya miti yote mnaweza mkakule, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya musile. Ni kwamba hapa kumewekwa amri. Hii amri si ya kuvunja, ni kama zile amri Mungu alizompa Musa. Kila yeyote aliyeasi amri aliitwa muasi na akaadhibiwa. Hata sasa ukivunja amri mojawapo wa zile 10, hata kama Yesu alikwisha kuzifunga miongoni mwa 2, ni kwa kutaka kuepuka namna ya kuzitekeleza. Zile 2 zinafunga tu kwa namna ya upendo. Ukimpenda Mungu sawa, ukimpenda mtu jirani sawa, umemaliza, sababu zile zingine hautazikosea ukiwa na upendo ndani yako. Lakini basi ukizivunja, ukivunja moja umevunja zote. Na huyo aliyeitwa kizazi cha nyoka ni sababu ya uasi. Katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 7
Luka 3:7, Mathayo 12:34. Maneno haya ya uzao wa nyoka yalitumiwa na Yohana na yakatumiwa na Yesu kwa ukali kwa ajili ya Wafarisayo. Maneno haya ni namna ya ulimwengu wa roho, ni maisha ya kiroho, ni kizazi cha kiroho, sio kizazi cha kimwili. Nitarudia pale nyuma kidogo, lakini ruhusu nikwambie hivi. Lile tunda walipokuwa wamelikula, Adamu na Eva wakafukuzwa toka bustani ya Edeni. Wakafukuzwa wakakwenda mbali kabisa, na Mungu akaweka malaika kuzunguka ule bustani kwa moto, na pia wakapewa mipanga ya moto wakizungusha kila leo, ili pasije mtu akaingie tena katika ule bustani wa Edeni. Sasa kwa sura ya 4 ya Mwanzo, kule walipokwenda ndipo wakakwenda kuzaa uzao wao wa kwanza, yaani Kaini, wakamzaa mzao wao wa pili Abeli, na waliendelea kuzaa watoto wengine. Kwa bahati mbaya wakafa, wazazi wakafa kabla hawajarudishwa katika bustani ya Edeni, na sababu ya ile hawakurudia katika bustani ya Edeni, wakafia kule. Ijapokuwa wanaweza kuwa wanielezea watoto kwamba sisi tulikuwa katika bustani nzuri ya kupendeza, yenye dhahabu, yenye mito yenye kujaa madini, yenye matunda mema mengi mazuri matamu, walieleza kama hadithi, lakini hawakuonyesha mtoto hii ndiyo tunda. Na kama mzazi amekufa kabla haja kuonyesha, elewa ya kwamba una tatizo. Kwa leo tupo katika nchi za ukimbizi, tumekimbizwa, kila mmoja ametoka kwa ukoo wake, unakimbia mji fulani fulani. Wakongomani wengi leo wanakaa Uganda, wazazi wanafia huko, lakini wanaacha watoto. Kwa bahati mbaya, ule mtoto wakati atarudiaka Kongo, atakuta mipaka ya mashamba akiwa anaelezwa, lakini hana uhakika ya kwamba hii ndio mpaka, baba yako alianziaka hapa, tate yako alianziaka hapa, kaishia hapa. Hapana. Na shida kubwa, wale waliobaki vijijini, nao wale waliobaki katika mashamba, nao kama hawana moyo wa upendo kwa ule mtoto aliyebaki, kwa yule yatima, hawatamwonyesha. Na hii ni tatizo katika urithi. Na sisi tangu kufa kwa wababu zetu Adamu na Eva, hakuna yeyote aliyekuwa tena na ujuzi na uwezo wa kutupeleka katika bustani ya Edeni na kutuelezea ya kwamba, na kutuonyesha hii ndiyo tunda iliyosababisha laana iingie katika ardhi. Hapana, hii ndiyo tunda iliyosababisha udongo uzae miiba, mume ale kwa jasho, sijui mke azae kwa uchungu. Hatukupata atakayetuonyesha. Kaini hakupata atakayemwonyesha. Lakini uelewe pamoja na mimi, kama ilifika muda Adamu akamjua mke wake, akapata mimba, akazaa mtoto wake wa kwanza Kaini. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Kinapotajwa kizazi cha nyoka, ninarudi pale sasa, Mungu anataka kumaanisha uzao wa kiroho. Hata katika Mwanzo, katika kitabu cha Ufunuo, tafadhali, anaelezwa yule nyoka wa zamani. Ni zile tabia za zamani tulizokuwa nazo kabla hatujaokoka. Kuna tabia za uongo ulizokuwa nazo. Ni kama Kristo anasema, enyi uzao wa nyoka. Ni kwamba Mafarisayo walitawalisha uongo katika uongozi wao, na wakaanza kuambia watu kwamba wanakwenda mbinguni, japokuwa wao hawaende, na wanafungia wale wanaokwenda. Hata katika kizazi chetu leo tunaweza kuwa na wazao wa nyoka katika makanisa,
katika majamaa, katika mikutano mbalimbali. Unaweza kuwa na mtu ambaye wewe ukitaka kufanya kitu kizuri anakuzuia, ijapokuwa na yeye hana uwezo wa kukifanya. Unajua kuna vitu vingine kuvifanya ni kipawa kimetoka tu kwa Mungu. Unaweza kufanya hiki wala kile, una kile kipawa, mwingine hana, na wakati hana hataki sasa na wewe uendelee, anakuzuiza. Hiki ni kizazi cha nyoka, ndani yake mna unafiki. Unafiki ni tunda linalotoka kwa nyoka. Kuwa kizazi, kuwa uzao wa nyoka haimaanishi kimwili, hapana, haimaanishi kimwili. Tusidanganyike kama vile wanasiasa wanavyodanganya kwamba mwanadamu alikuwa anaendelea, kuna maendeleo ya uumbaji, development ya creation. Mwanadamu alitoka kwa kima akageuka, ilikuwa kima zamani na kwa leo sasa ni mwanadamu. Lakini unapowauliza, je, si kima zingali? Muparke yetu ya Virunga kima ngapi zimekwisha kugeuka watu sababu zimedumu? Parke yetu ya Kauzi Biega ni kima ngapi zimegeuka wanadamu sababu zimekaa muda mrefu? Hakuna. Kama kuko sisteme ya metamorfozi, hata leo tunaona vyura vinageuka. Historia ile uwezo ya kugeuka ya kima ilienda wapi? Mbona uwezo ya kugeuka, mabadiliko ya chura, mabadiliko ya kipepeo papillon ingali hata sasa? Mageuzi ya mtu ya kima kwa mtu imeishia wapi? Wanatuambia namna ilianza, lakini hawatuambie namna iliisha. Uanzishaji wa mimba ulianzia wapi? Hawatuoneshe. Wakati wanasema kima ikaenda ikageuka mtu, baada ya miaka fulani mtu akawa mtu aliye mzima. Ndiyo, tukubali basi vile, lakini sasa utungaji mimba umeanza wakati gani? Hamtuambie wanasiasa. Alafu ninataka nipunguze kelele zako kwa ajili ya tunda lile alilolikula Eva. Eva hakulala na mume wake, na angelilala na mume wake isingalikuwa dhambi. Hapana, sababu katika kuumba mke kwa Mwanzo sura 2 mstari wa 7 Mungu alipotwala ardhi, lakini sasa kwa mstari wa 18 nafikiri 17 18 pale akamweka usingizi Adamu. Adamu analala usingizi, na aliposhituka toka ule usingizi akakuta mtu pembeni yake. Ni kwamba huyu mtu aliletwa naye kwenye kitanda pale alipokuwa amelala, na katika furaha yake akatabiri, akasema, basi kwa sababu wewe umetoka kwa mfupa wangu, wewe ni mfupa wa mfupa wangu, ni nyama ya nyama yangu, kwa sababu hii utaitwa mwanamke. Hakusema utaitwa binti, alisema utaitwa mwanamke. Na hapo hapo ingekuwa ndiyo dhambi ya uzinifu walioifanya, Mungu angelimwadhibu siku ile. Lakini walidumu katika bustani siku kwa siku, wakifanya kazi. Ukisoma maandiko mzuri utakuta nyoka alikutana na Eva katika ule bustani akiwa anafanya kazi na mume akiwa anafanya kazi. Huyu nyoka si kwamba ni yule nyoka wa kimwili, hapana. Ni mawazo, ni ulimwengu wa roho, ni Ibilisi aliyekutana na Eva na akamwonyesha ya kwamba ile amri Mungu aliyowapatia ni ya uongo. Ninyi sasa mule matunda mtaona. Na walipokula yale matunda, kwa kweli wakajikuta wamefunguka macho, wakatambua. Kuna mwingine anauliza, je, mtu akakula pome, akakula orange, chungwa, sijui nini, kitika,
Je, anaweza kufunguka macho? Jibu ni hapana. Hawezi kufunguka macho, sababu haya sio matunda ya ujuzi wa mema na mabaya. Tunda walilolikula lilikuwa la kujua kwamba hili ni libaya na hili ni lizuri, na walipolikula ndipo wakatambua ya kwamba kuvaa uchi, kutokuwa na nguo ni vibaya, wakaanza kujivika majani. Lakini haimaanishe ya kwamba walitenda uzinifu, walifanya tendo la ndoa ndipo wakajua ya kwamba kuvaa si vizuri. Hapana, kutokuvaa si vizuri. Hapana, hii ilikuwa kawaida yao kuishi pasipo mavazi, sababu hawakuona haya wao kwa wao, hawakujua utofauti wa vizuri na vilivyo vibaya. Lakini tangu siku walipotumia lile tunda wakatambua, na ndipo wakajitafutia mavazi. Ashukuriwa Mungu wetu wa rehema, akawaonea huruma, akawavika ngozi ya kondoo. Angalia, kama nikupe mfano kidogo. Kama mtu wa kwenu alikuwa anagonjwa macho, na unapomkuta unakuta ameona sasa, macho yanaona, alikuwa anavala miwani ameweka pembeni. Baadaye unamuuliza, ulifanya nini kusudi macho yako yawe vizuri? Anakuambia kwa mfano, nilitumia karoti. Usishangae, sababu tumeambiwa kwamba kwa kusaidia macho ya mtu anaweza akatumie karoti, na ile inasaidia katika kutengeneza macho na kuyatunza. Na kama kwa imani mtu akikula ile karoti na macho yanatunzika, alafu elewa ya kwamba karoti ni tunda linalotunza macho. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa, kwa nini wewe unapoambiwa tunda walilokula ni la ujuzi wa mema na mabaya, alafu walipolikula wakatambua mema na mabaya, kuna tatizo gani? Ndilo tunda walilokula, nalo limekuwa na limekuwa na matokeo katika mwili wao, katika akili limekuwa na matokeo. Tatizo ni gani unalokuwa nalo? Nafikiri mwanadamu ungeuliza maandiko matakatifu, uulize kuna nini, ni nini waliokula. Usijiulize na kujipatia jibu. Hapana, hapana, achana na ile. Wewe mbele wende ufanye research, unatire conclusion ya hipoteze zako. Ni science gani ulifanya? Hapana, hauna ruhusa ya kukonklire hipoteze zako kabla haujafanya research, haujauliza wahusika. Hapana, muhusika mkubwa katika ulaji wa tunda hili aliyekuwepo ni Mungu mwenyewe, na kwa kinywa chake maandiko matakatifu, yaani Biblia, ametuonesha namna tunda lile lilivyokuwa ni la ujuzi wa mema na mabaya. Usibishane nalo, usibishane nalo. Ukibishana sasa na maandiko, na wewe unaanguka katika kile kizazi cha nyoka, sababu umekuwa muasi, unajiinua kama Mafarisayo walivyofanya, na Kristo akawaambia kwamba enyi uzao wa nyoka, namna gani mtatosha maneno mazuri japokuwa ndani yenu mna asili ya nyoka. Na kwa mwisho, acha nikwambie, kumbuka kwamba Kristo amesema wasemao uongo ni wa Ibilisi, sababu Ibilisi ndiye baba wa uongo tokea mwanzo. Ukitajwa kwamba wewe ni muongo, elewa tu kwa wepesi sana kwamba uko uzao wa Ibilisi. Ukiona kwamba unajitapa sana, elewa ya kwamba wewe ni Mfarisayo, na pale ndipo Kristo akasema ni uzao wa nyoka. Si kwamba wale Wafarisayo walikuwa walizaliwa na nyoka, si kwamba mama zao, wazazi wao walikutanana na nyoka ndipo wakazaa watoto. Hapana, ni habari ya maisha ya kiroho. Mpendwa wa msikilizaji, unataka uelewe tena nini? Nafikiri kwamba pamoja na haya, Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia akuzungumzie tena sana zaidi na zaidi, sababu yeye ndiye mwalimu wa kweli hata kuliko mimi. Ijapokuwa mimi ninasimama, lakini na Roho Mtakatifu ndani yangu
anashuhudia ya kwamba tunda walilolila ni kukubali kusikiliza ujuzi wa Ibilisi kuliko kutii amri za Mungu. Na kushauria tangu sasa, usinene pahali pa Biblia kunena. Hapana. Ukitaka mambo ya kiroho, acha Biblia ikuongeleshe. Mwambie Kristo, nina haja ya Roho Mtakatifu. Akawaambia hata wanafunzi, musifanye lolote kabla hamujampokea huyo Roho. Enendeni Yerusalema, mukakae nafasi moja. Mutakapopokea yule Roho, atawafundisha mengine mengi, atawakumbusha hata yale niliyosema kabla, hata kama mtakuwa mmeyasahau. Na Roho alipofika, ndipo Petro akapomoka sasa na kutangaza Injili. Unatangaza Injili ya kusudi lako. Unataka mawazo yako tu njo yatembee, usemeshe Biblia kile ambacho haikusema? Hapana. Roho Mtakatifu akusaidie, Mungu akusaidie, akujaze, uwe mwana wa kweli, uwe mwana wa kweli. Hapana tena kuwa mwana wa uasi, hapana kuwa kujiandikisha katika kizazi cha nyoka. Mungu akubariki. Utaniita Pastor Paul Muhombo Muhima, lakini kwa kusaidia kutapanya Injili, labda hii imekugusa, ingali naweza gusa na mwingine. Jiabone kwa hii chaîne, upartage, ueme na ujiunge nasi katika upashaji wa habari sawasawa vile alivyosema Kristo katika Mathayo 28:28 tangu mstari wa 18-19 kwamba enendeni ulimwenguni pote. Hatuna uwezo wa kufika katika ulimwengu wote, lakini kupitia mtandao, asifiwe Mungu, sababu nimekufikia. Kumbe na wewe unaweza kumfikishia mwingine habari hii. Bwana akubariki, Bwana kujalie neema yake, na Bwana kupe ufunuo mpya. Amen.